Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ubarikiwe sana. Leo nina nini ndugu yako? Leo nina hili. Leo niko hapa kukumbusha mambo muhimu ya kuzingatia kwenye maisha yetu ya kila siku kama Mkristo. Mambo muhimu ya kuzingatia kwenye maisha yetu ya kila siku kama Mkristo. Jambo la kwanza ni hili. Maombi ni sehemu ya maisha yetu. Maombi ni sehemu ya maisha yetu. Mtu wa Mungu, maombi si jambo la msimu. Si jambo utalifanya katika kipindi fulani, kipindi kingine usifanye. Maombi si jambo ambalo utafanya wakati wa shida, alafu wakati wa furaha usifanye. Maombi sio jambo ambalo utafanya wakati wa huzuni, wakati wa amani usifanye. Mtu wa Mungu, mtu yote amepata neema kumjua Mungu, ni lazima tuyafanye maombi kuwa sehemu ya maisha yetu, kuwa part and parcel ya maisha yetu. Biblia inasema hivi, yatupasa kumuomba Mungu siku zote. Kwa hiyo siku zote kwenye maisha yetu tunatakiwa tumuombe Mungu. Mtu yote ambaye amefanya maombi kuwa sehemu ya maisha yake ni kama anamwambia Mungu, Mungu, mimi bila wewe siwezi. Mungu, kwa akili zangu siwezi. Ni kama anasarenda maisha yake kwa Mungu. Na siku zote mtu wa namna hiyo Mungu amekuwa akimuonekania sana. Ni lazima atakuonekania kwa sababu unamuonesha Mungu wewe bila yeye huwezi kufanya chochote. Kuna watu tumekuwa tukiyafanya maombi kuwa jambo la msimu. Katika nyakati fulani ndo utaomba au ndo utakuwa unamtafuta sana Mungu sana. Hapana. Mtu wa Mungu, mtafute Mungu siku zote. Maombi ni sehemu ambako unawasiliana wewe na Mungu. Na unapokuwa unawasiliana na Mungu, unatengeneza mahusiano ya karibu na Mungu. Mtu yeyote ambaye anawasiliana na wewe mara kwa mara, ni rahisi sana kujua anapitia nini, ni rahisi sana kujua nini anataka. Kupe mfano, mtu wa Mungu. Uko na rafiki ambaye amekuwa akikutafuta wakati wa shida tu. Mara kwanza amekutafuta wakati wa shida, ukamsaidia, mara akakaa kimya, akaja kutafuta tena wakati wa shida, ukamsaidia, akakaa kimya. Ninaamini siku akikupigia simu unaweza usipokee simu yake. Najua kwa Mungu ni tofauti, ila nakupa picha hii. Unaweza usipokee simu yake. Unaweza ukakaa, na hiyo imetokea. Unaweza ukakaa na watu hapo, umekaa na watu, umepigia simu, mbona upokee simu? Huyo analia njaa tu. Kwa sababu gani? Hata kama siku hiyo hali njaa, lakini ni kwa sababu amekuwa na mazoea kukutafuta tu wakati wa shida. Najua kwa Mungu ni tofauti, lakini nakupa picha hii. Tusifanye Mungu kuwa ni tunatakiwa kumtafuta tu wakati wa shida. Hapana, mtu wa Mungu. Yafanye maombi kuwa sehemu ya maisha yako katika nyakati zote. Wakati una furaha, mwambie, mtafute Mungu. Mshukuru. Kuna aina nyingi za maombi. Sio lazima tu ni maombi ya kupeleka hoja zetu, kupeleka mahitaji yetu. No. Unakati tunamshukuru Mungu. Unakati unautukuza tu kuwa Mungu kwa matendo makuu. Kwa hiyo yafanye maombi kuwa sehemu ya maisha yako, na si tu jambo la msimu. Wakati fulani wa shida ndo utamtafuta Mungu. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Ezra, utaona Ezra 8:21. Utaona Ezra anamkabidhi Mungu safari yao. Walikuwa wanarudi Yerusalemu. Wanamkabidhi Mungu, anakabidhi mali zao, wanakabidhi na maisha yao mbele za Mungu. Wanatamani kuwa na safari ambayo haina changamoto yote njiani. Lakini walikuwa ni watu ambao jambo lolote kwenye maisha yao walikuwa wanamuomba Mungu. Ukisoma Ezra 8:21, Biblia inasema, kando ya mto wa Ahava hapo nilitangaza kufunga ili tujinyenyekeshe mbele za Mungu wetu na kumomba kwa ajili ya kutujalia safari ya amani sisi na watoto wetu pamoja na mali zetu zote. Niliona aibu kumomba mfalme, askari na wapanda farasi kwa kutulinda njiani kutokana na adui zetu, kwa sababu tulikwisha kumwambia mfalme, mkono wa neema Mungu wetu uko juu ya kila mmoja anayemtafuta, lakini hasira yake kubwa ni dhidi ya wote wamwachao. Kwa hiyo tulifunga na kumuomba Mungu wetu kuhusu hili, naye akajibu maombi yetu. Kwa hiyo unaona Ezra hapa anatukumbusha ya kwamba jambo lolote kwenye maisha yetu tunatakiwa tumuombe Mungu. Jambo liwe kubwa, muombe Mungu. Jambo liwe dogo, muombe Mungu. Jambo la huzuni, mlilie Mungu. Wakati wa furaha, mlilie Mungu. Yafanye maombi kuwa sehemu ya maisha yako, na sio jambo la msimu. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe Mungu siku zote kwenye maisha yetu. Mtu wa Mungu, jambo la pili ni hili. Upo wakati wa vita. Upo wakati wa vita. Mtu sote lazima utambue hili. Kuna watu wanadhani ya kwamba ukiwa umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, basi kila kitu kitakwenda vizuri. Maisha yatakuwa ni mserereko, maisha yatakuwa ni kitonga. Hapana, mtu wa Mungu, upo wakati wa vita.
Na tutambue ya kwamba kadiri unavyopiga hatua ya kiroho ndivyo ambavyo viwango vya vita pia vinaongezeka. Kadiri unavyozidi kumjua Mungu zaidi ndivyo ambako vita inazidi kuwa kubwa. Lakini nikuhakikishie tu, vita hiyo hata kama itakuwa kubwa kiasi gani, Mungu wa mbinguni atasimama pamoja na wewe, kwa sababu unapopiga hatua ya kiroho ndipo ambako Mungu anazidi kuwa karibu na wewe zaidi, ndipo ambako wewe pia unazidi kuwa close zaidi na Mungu. Kwa hiyo hata kama vita itakuja, vita haito kudhuru, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nao. Lakini ujue tu vita vipo, changamoto zipo, ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Ukisoma Isaya 43:1 hadi 3 inasema hivi: Mwenyezi Mungu aliyewaumba enyi watu wa Yakobo. Hii ni tafsiri ya Biblia nilionayo. Mwenyezi Mungu aliyewaumba enyi watu wa Yakobo, yeye aliwafanya enyi watu wa Israeli, asema, msiogope, maana mimi nimewakomboa, nimewaita kwa jina, nanyi ni wangu. Mungu anamwambia Israeli, au anamwambia Yakobo ambaye ni Israeli, anasema, mkipita katika mafuriko, mimi nitakuwa pamoja nanyi. Mkipita katika mito, haitawashinda nguvu. Mkitembea katika moto, hamtaunguzwa, mwali wa moto hautawaunguza. Hii ni Isaya 43:1 hadi 3. Biblia inasema, ona Israeli anaambiwa, mtakapopita katika maji mengi, hayo maji hayatawazidi nguvu. Kwa hiyo au mtakapopita katika mito, maji hayatawazidi nguvu. Maana yake ni kwamba watu watapita kwenye mito, watu watapita kwenye moto, watu watapita kwenye changamoto, lakini ninakuhakikishia kwamba hizo changamoto au huo moto hautokuunguza, au hiyo changamoto haitokuzidi nguvu, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo vita ipo, vita haikwepeki. Changamoto zipo, changamoto hazikwepeki. Na wana Israeli waliambiwa kabisa, na anasema, mtakapopita katika mafuriko, mimi nitakuwa pamoja nanyi. Katika nyakati ya huzuni, huyu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo tutambue kwamba tunapokuwa tumepata neema ya kumjua huyu Yesu Kristo, changamoto hazitokwepeka. Hatujitengi na changamoto, ila tunapata nguvu ya kuzitatua changamoto. Tunapata namna nzuri ya kuzitatua changamoto. Hatutazikwepa vita, lakini tunakuwa kwenye mazingira ya kushinda vita. Kwa hiyo vita vipo, changamoto zipo, ila uhakika ni kwamba tutakuwa na uwezo wa kupambana na hizo changamoto. Tutakuwa na uwezo wa kushinda hiyo vita, kwa sababu Mungu ndiye atakayetupigania. Kwa hiyo tutambue kwamba nyakati za vita zipo, wakati wa vita upo. Ezra 3:8 Biblia inasema hivi, kuna wakati wa kupenda na kuna wakati wa kuchukia, lakini vile vile kuna wakati wa vita na kuna wakati wa amani. Kwa hiyo tutambue, Mkristo wote, si nyakati zote unaweza kuwa na amani. No, kadiri unavyoziongeza viwango vya kumjua Mungu ndivyo ambavyo unaongeza viwango vya kupigwa, vile vile unaongeza viwango vya vita. Lakini utambue kwamba vita vinavyokuja havitokushinda, utavishinda kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Na ni kwamba tutambue hili pia, ya kwamba vita inapokuja unaweza ukajulishwa au usijulishwe. Kuna wakati jambo fulani linatokea, unashangaa tu unaambiwa aliombea hili jambo. Unaweza usiambiwe uliombea jambo, lakini wewe unapata mzigo wa kuliombea jambo. Unashangaa unasikia tu ndani ya Roho Mtakatifu anakuambia funga siku 3. Alafu baada ya siku 3 unashangaa kuna jambo linatokea, afu linajitatua kwa mazingira namna yake. Hiyo ni kwamba ulipewa taarifa, lakini ukujua ni nini ambacho kitu kitakachotokea. Lakini kuna wakati vitu vinakuja, hata hiyo alert ya kwamba uombe au fanye hivi haipo, lakini inapotokea unashangaa Mungu anajitukuza. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tutambue kwamba vita ipo, ila uhakika ni kwamba Mungu ni msaada wetu na kimbilio letu, na ndio ngao yetu. Hatutotetereka wala kuteketea, kwa sababu Mungu atatupigania. Na tutambue hili, vita inapotokea kwenye maisha yetu ni kwamba si kila vita inayokuja kwenye maisha yako inakuja kukuua. No, kuna vita nyingine inakuja kukutengeneza, kukuimarisha na kukuvusha mahali ulipo, kukupeleka mbele. Kuna vita nyingine inakuja kukupiga teke. Waswahili wanasema ukipiga teke chura unamuongezea mwendo. Kuna vita inatokea kukuongezea mwendo. Inakupiga teke ndio, lakini inakuongezea mwendo na kukutoa mahali uliko, kukupeleka mbele zaidi. Kwa hiyo vita inapokuja ni sisi kuendelea kumlilia Mungu na kuomba
isikufanye ukate tamaa, kwa sababu kuna wakati tunapitia changamoto kiasi kwamba kama Mkristo unakata tamaa kabisa hata kuomba, unakata tamaa kabisa kwenda kanisani, kwa sababu unaona vitu haviendi. Unamwomba Mungu, Mungu ajibu, mambo ndio yanazidi kuwa mabaya zaidi. Lakini isikukatishe tamaa, isikukatishe moyo. Endelea kutafuta uso wa Mungu. Kadiri vita vinavyozidi kuwa kubwa, ndivyo ambavyo vile vile unaelekea kwenye mafanikio. Kuna wakati vita inakuwa kubwa, hakika kubwa, mpaka unasema sisi toboi. Lakini ninakutia moyo siku ya leo ya kwamba vita yote inapokuja, vita haina budi kutokea. Inapotokea, haijalishi ni ya kiwango gani, ujue ya kwamba Mungu atakutetea. Hakuna vita itakayokuja nje ya uwezo wako. Vita inayokuja na lazima iwe na mlango wa kutokea. Kwa hiyo tutambue hilo. Ndio maana Petro wa kwanza 5:8 Biblia inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye uzunguka akitafuta mtu ammeze. Kwa kuna wakati Ibilisi anatengeneza mazingira kwa magumu, ana kushambulia sana, lakini kwa hakika ni kwamba huyu Mungu wa mbinguni atakupigania. Paulo alisema hivi katika Wafilipi 4:12-3, anasema najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote. Nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa, naweza mambo yote kupitia nitie nguvu. Kwa hiyo Mtume Paulo anatukumbusha, anawaambia Filipi, amejifunza kudhiliwa. Kuna wakati wa kufanikiwa na kuna wakati wa kutofanikiwa. Kuna wakati wa kushinda njaa, kuna wakati wa sio kushinda njaa. Kuna wakati wa kushiba, lakini kuna wakati wa kupungukiwa na kuna wakati wa kuwa na vitu vingi. Kwa hiyo tutambue ya kwamba vita itakuja ndio, lakini tujitahidi kutambua nyakati na tujitahidi kuendelea kutafuta Mungu. Ndio maana nimesema awali na kukumbusha, maombi sio jambo la msimu. Maombi ni jambo la kumuomba Mungu siku zote. Ni jambo la kufanyika siku zote za maisha yetu. Tunatakiwa tumuombe Mungu. Kwa hata kama vita itakuja, uhakika ni kwamba Mungu atukuvusha huo mto. Utakapokuja, haijalishi utakuja na maji gani, hayo maji hayatakuzidi nguvu, kwa sababu Mungu atakuwa pamoja na wewe. Jambo la tatu ninakumbusha, ambalo nitakuwa lizingatie, mtu wa Mungu tunatakiwa tumtafute Mungu kwa gharama zote. Tunatakiwa tumtafute Mungu kwa gharama zote. Biblia inasema hivi, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, mengine yote mtazidishiwa. Na kuna watu tumekuwa tunashindwa kubalance mzani. Kuna watu wengi tumekuwa na tabia ya kutumia muda mwingi sana kutafuta maisha. Kutafuta maisha ni jambo zuri sana, mtu wa Mungu. Ni jambo zuri. Na mtu yote asiyefanya kazi hatokula. Asiyefanya kazi na asile. Biblia inasema. Lakini Biblia hiyo inasema Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Kwa hiyo kazi lazima tufanye. Lakini katika kufanya kazi, mtu wa Mungu, tujitahidi kubalance mambo. Tujitahidi kubalance mambo. Katika kazi zetu au shughuli zetu, tujitahidi kumpa Mungu kipaumbele. Katika vitu vyote tumpe Mungu kipaumbele kwenye maisha yetu. Kuna wakati mzani unatuzidi. Yaani mzani unaegemea sehemu moja, upande mmoja, upande wa kutafuta sana maisha. Unashangaa upande wa kumpa Mungu kipaumbele unazidiwa. Watu wa Mungu, tu balance mambo. Tafuta maisha sana, fanya kazi sana kwa bidii, lakini vile vile mtafute Mungu sana. Mpe Mungu kipaumbele kwenye maisha yako. Na kumtafuta Mungu kuna gharama. Kuna gharama kabisa. Kuna wakati utahitaji muda wako, kuna wakati utahitaji nguvu zako, kuna wakati utahitaji mali zako. Kuna gharama. Lakini gharama hiyo inalipa. Ninakuhakikishia gharama hiyo inalipa na ina faida kubwa sana. Wanafunzi walimuuliza, tunakufuata Yesu Kristo, tutapata nini? Mungu akamwambia, nakuhakikishia asilimia mbinguni lakini na duniani. Kwa hiyo unapotafuta uso wa Mungu, ajalishi gharama yoyote utakayoingia, uhakika ni kwamba itakupa faida siku moja, either hapa duniani au mbinguni. Kwa hiyo hakikisha unamtafuta Mungu sana. Unampa Mungu kipaumbele, unatafuta ufalme wa mbinguni kwa gharama zote. Biblia inasema itakufaidi nini kuwa na vitu vyote hapa duniani ukakosa ufalme wa mbinguni? Itakufaidi nini uwe na mali zote, uwe na uwezo mkubwa hapa duniani lakini ukakosa ufalme wa mbinguni? Siku moja wanafunzi walikuwa wanafurahia kutoa pepo. Yesu akawaambia, msifurahi kutoa pepo. Furahini jina lenu kuandikwa katika ufalme wa mbinguni, katika kitabu cha uzima.
Kwa watu wa Mungu, tujitahidi katika maisha yetu, tubalance mambo. Tunafanya shughuli zetu, tunatafuta maisha, tunatafuta pesa, lakini tujitahidi pia tumtafute Mungu na kumpa Mungu katika kutafuta kwetu pesa. Utafute ufalme wa mbinguni kwa gharama zote. Jambo lingine ninakumbusha ni hili: usiwe kwazo la namna yoyote kwa mtu mwingine. Usiwe kwazo kwa namna yoyote kwa mtu mwingine. Jambo la nne ni hili: usiwe kwazo la namna yoyote kwa mtu mwingine. Watu wa Mungu, tujitahidi sana tufanyike baraka kwa watu wengine, tusifanyike laana kwa watu wengine. Nimejifunza kwenye maisha, iliwe kuni affect kwenye wakati mwingine malalamiko ya watu wengine yanaathiri maisha yetu. Unapomfanyia mtu mabaya, ile mbegu uliyoipanda uwe inakuja kuota siku moja. Niamini mimi, mbegu unayoipanda, ukipanda mbegu mbaya itaota mabaya kwenye maisha yako. Inawezekana sio wewe, itaota tu kwenye kizazi chako. Ukipanda mbegu nzuri, mbegu hiyo itaota. Kwa hiyo mbegu yote utakayoipanda ndio itakayoota. Kwa hiyo tu Mungu, tujitahidi sana tukufanyike baraka kwa watu wengine. Malalamiko au namna watu wanavyotusema vibaya, na kweli hizo tabia tunazo, wakati mwingine huwa yanakuja kutokea. Vilio vya watu wengi Mungu anavisikia. Kwa hiyo tujitahidi watu wa Mungu, tufanyike baraka kwa watu. Kwenye utumishi wetu tufanyike baraka. Kwenye maisha yetu ya kila siku tufanyike baraka. Unapoweza kufanya kitu kwa namna mwingine, kumbeba mtu mwingine, fanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mtumishi mmoja alisema hivi, kabla sijakupa neno, alitoa ushuhuda. Mama mmoja, alikuwa Dr. Kimaro. Anasema kuna mama mmoja, useni kwake kulikuwa kuna kijana anafanya intern. Sasa kuna nafasi katokea kwenda Marekani. Sasa ule mama, mazingira yalikuwepo ni kwamba ule kijana alikuwa anafanya intern, anatakiwa kwenda, lakini akatengeneza mazingira aende mwanae. Akatengeneza mazingira mtoto wake ndio aende. Na kweli mtoto wake akamefanikiwa kwenda Marekani kusoma. Lakini mtu wa Mungu, nikwambie ile jambo, baadaye yule mama alikuja kushuhudia, akasema, "Laiti ningejua nisingefanya vile, nisingemfanyia ule mtoto vibaya." Nini kilitokea? Mchungaji Kimaro anasema, yule kijana alivyoenda Marekani akasoma, alipofika kule akataka kuishi kama Wamarekani. Anasema siku moja mama yake anaona picha mwanae wa kiume, kijana wake anafunga ndoa na mwanaume mwenzake. Anaolewa, mwanae wa kiume anaolewa. Aliumia sana. Lakini baadaye akaja akasema yamkini ni kile nilichomfanyia yule mtoto aliyekuwa anafanya intern. Kwa hiyo mabaya haya tunayowafanyia watu wa Mungu yanaota. Niamini mimi, yanaota. Tujitahidi tuwafanyie watu mema. Biblia inasema hivi kwenye Korintho wa kwanza 6:3. Anasema tusiwe kwazo kwa namna yoyote katika jambo lolote, ili utumishi wetu usilaumiwe, bali katika kila neno tujipatie sifa njema. Hapa anawaambia watumishi, lakini hii inatakiwa iapply kwa sisi wote. Anasema bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu katika saburi nyingi, katika dhiki, katika msiba, katika shida, katika mapigo, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo sio unafiki. Kwa watu wa Mungu, tujitahidi kwenye maisha yetu tuwafanyie watu mambo mema. Tupande mbegu iliyo njema. Usinyanyashe mwingine. Unapoweza kumbeba mwingine, mbebe. Unapoweza kumsaidia mwingine, msaidie. Mbegu inaota. Na hata isipokuja kuota siku moja, niamini mimi, umetengeneza thawabu mbele za Mungu. Hazina yako imetengenezwa na nini? Hazina yako imetengenezwa na mabaya, matendo mabaya, au imetengenezwa na matendo mema? Na siku zote mzani wa matendo mema ndio unaotakiwa kubebe katika hazina yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jitahidi sana mzani wako au hazina yako mbinguni ijae matendo mema na sio matendo mabaya. Lakini jambo lingine, mtu wa Mungu, na kukumbusha ya kwamba tunatakiwa kuwa uvumilivu. Uvumilivu ni kitendo cha kukubali kusubiri kwa muda uliopangwa, kupokea au usiopangwa. Kwa kuna wakati tunamwomba Mungu lakini vitu havitokei, na kuna wakati inachukua muda mrefu. Imani yako isipungue. Endelea kumwamini Mungu na kuvumilia kwamba Mungu atakujibu siku moja. Biblia inasema hivi
Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu, na hakika anayevumilia siku zote ndiye ambaye anakula mbivu. Waefeso, Biblia inasema hivyo, Efeso 4:1. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Kwa Biblia inatusi sana tu wavumilivu. Jambo lolote linalotokea, hata kama ni gumu kiasi gani, mtu wa Mungu, jitahidi sana kuvumilia. Jitahidi sana kuendelea kumwamini Mungu. Kuna wakati mambo yanatokea ili Mungu apime viwango vya uvumilivu ndani yetu, viwango vya imani ndani yetu. Kwa sababu usipokuwa mvumilivu utaacha kumwamini Mungu. Na kuna wakati Mungu anaruhusu jambo ili tu apime kiwango chako cha imani katika uvumilivu wako. Biblia inasema mtaelekewa kwa jina langu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Kwa mtu wa Mungu, ili uokoke tunahitaji kuvumilia. Ili tufikie viwango vingine vya kimaisha tunahitaji kuvumilia. Haijalishi unapitia nini, haijalishi changamoto gani. Kuna wakati watu wanapitia mambo magumu hakika. Kuna wakati vitu inakuwa ni vigumu wanavyopitia. Vitu ambavyo hata mtu mwingine akikupa hicho kiatu utashindwa kukivaa. Hata mimi nitashindwa kukivaa. Lakini usivunjike moyo. Mtu wa Mungu, endelea kutafuta uso wa Mungu. Na kila mtu ana jambo lake analopitia, na changamoto yake. Kuna mtu ana changamoto ya ndoa, kuna mtu ana fedha lakini furaha hakuna. Kuna mtu ana changamoto kuna changamoto ya kazini. Yaani kila mtu kuna mtu ana changamoto kwenye huduma yake, lakini mtu wa Mungu, isikukatisha tamaa. Endelea kumlilia Mungu na kutafuta uso wa Mungu. Naye Mungu ataonekana siku moja. Kuwa na uvumilivu. Yakobo 5:7 anasema, kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, uvumilia kwa ajili yake hata atakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Kwa mtu wa Mungu, hata mkulima huwa anavumilia mpaka wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno wako unakuja. Endelea kuvumilia, endelea kumlilia Mungu. Usiache, mtu wa Mungu. Na jambo lingine ninakukumbusha, mtu wa Mungu, ni hili. Samehe hata kama umekosewa kiasi gani. Tunatoa msamaha kwa ajili yetu na si kwa ajili ya watu wengine. Msamaha ni kwa ajili yako. Hata kama mtu amekuumiza kiasi gani, msamehe. Na jambo moja utambue, katika dhambi ambayo Mungu haitoisamehe kwenye Biblia ni dhambi mbili. Dhambi ya kwanza ni kumkufuru Roho Mtakatifu, tutakuja kuzungumza wakati mwingine. Dhambi ya pili ambayo haina msamaha, ambayo imekuwa mentioned kwenye Biblia, ni kutosamehe. Biblia inasema usiposamehe hata Baba wa mbinguni hatakusamehe. Kwa hiyo ninakukumbusha, mtu wa Mungu, samehe kwa ajili ya faida yako, kwa ajili yako mwenyewe na si kwa ajili ya aliyekukosea. Msamaha upo kwa aliyekosewa. Usiposamehe, wewe ndio unajitengenezea kala moto. Yule aliyekukosea yamkini hata ajali. Samehe hata kama umekosewa kiasi gani. Samehe hata kama umetendewa mabaya kiasi gani. Unapotoa msamaha ni kwa ajili yako mwenyewe, ni kwa ajili ya afya yako, ni kwa ajili ya furaha yako. Siku zote huwa nasema furaha itengenezwe na mtu mwingine. Furaha inatengenezwa na wewe mwenyewe. Wewe ndio una wajibu wa furaha yako. Kwa hiyo unapokosewa, jitahidi sana usamehe. Na pale unapomsamehe mtu na anarudia, jitahidi tu tafuta namna hata ya kumavoid. Mtu wa Mungu, samehe kwa ajili ya faida yako. Usiposamehe, Mungu wa mbinguni hatakusamehe, lakini pia unajiumiza mwenyewe. Wewe ndio unayebaki na maumivu na chuki. Aliyekukosea yuko busy na maisha yake. Ubarikiwe, mtu wa Mungu. Amina.